Hivi karibuni nilikuwa kwenye live moja ya mojawapo ya mashehe wakubwa hapa Afrika Mashariki. Huyu shehe yuko kule nchini Kenya. Na katika mambo ambayo amekuwa, nimeingia kwenye live ya huyu shehe mara kadhaa. Na mara mwisho ilikuwa ni jana usiku. Na huyu shehe katika karibu kila live ambayo nimeingia nikimsikiliza na kuona, huwa anakuja na kitabu kinafahamika kama Injili ya Barnaba au The Gospel of Barnabas. Na anasema kwamba amekinunua kwa pesa nyingi sana katika ule mtandao wa Amazon. Sasa hii Injili ya Barnabas ni kitabu gani? Sasa kwa mujibu wake, na Waislamu wengi kwa miaka mingi sana wamekuwa wakitumia hii Injili ya Barnabas kama ni wakidai kwamba ndio mojawapo ya injili za kweli ambazo Wakristo wamekuwa wakizificha. Na hoja zao ni kwamba Wakatoliki wameficha hii injili kwa miaka zaidi ya 1500, na kwamba nia ni kwa sababu Wakristo walikuwa wakiharibu injili ili kupingana na mafundisho ya Kiislamu na kuficha ukweli kuhusu maisha ya Yesu Kristo na mambo kama hayo. Sasa video hii nitazungumza kinaga ubaga kuhusu kuitambulisha kwenu Injili ya Barnabas ni ipi. Na nia hii video hii ni kuwafumbua macho kwanza Waislamu wenyewe, muijue hii Injili ya Barnaba ama The Gospel of Barnabas ni imetokea wapi, iliandikwa lini na kwa nini Wakristo walikataa. Hii ndio hoja kuu. Lakini pia kwa wewe Mkristo unayeangalia, ufahamu ukweli, kwa sababu mashehe hawa, mmoja wapo akiwa huyu wa Kenya, anapenda kuitumia hii katika kurubuni wa Kristo, kwa sababu sina shaka pengine anafahamu ukweli kuhusu hii Gospel ya Barnabas au Injili ya Barnaba. Sasa nia hapa ni kuweka uwazi kwa nini Wakristo walikataa Injili ya Barnaba katika historia. Sasa kwanza kabisa tufahamu mambo kadhaa. Hii Injili ya Barnaba kwanza haina nakili za kale katika lugha, kwa mfano kama ya Kigiriki au Kiaramu au yani Aramaic, au pia haina nakala katika lugha ya Kiebrania, haina. Na nakala pekee ambazo ni za kale zaidi ya injili hii ziko katika lugha mbili, lugha ya Kihispaniola na lugha ya Kiitaliano. Na kwa mujibu wa wataalamu wa maandiko, hizi nakala zote mbili za kale zinaaminiwa zilinakiliwa kwenye karne ya 16 hivi, si kabla ya hapo. Lakini katika wachunguzi wa lugha wanasema ile iliyoko katika lugha ya Kiitaliano ilifasiriwa kutoka katika Kihispaniola. Maana yake ni kwamba kuna ushahidi wa kutosha kwamba lugha halisi ya Injili ya Barnaba ilikuwa katika lugha ya Kihispaniola. Haikuwahi kuwa katika lugha ya Kigiriki, haikuwahi lugha ya Kiaramu wala Kiebrania. Kwa hiyo hii ni injili ambayo lugha yake asili ilikuwa katika lugha ya Kihispaniola. Na wataalamu wa mambo wanapoichunguza hii wataalamu wa maandiko wanapochunguza hii Injili ya Barnaba, wanakuja na nadharia kadhaa, na wanasema kwa kujiamini kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa mwandishi huyu alikuwa ni Muislamu, aidha mwenye asili ya Kihispaniola, au uwezekano mwingine kwamba alikuwa ni Myahudi aliyetokea pande za Uhispania au Ureno ya sasa huko. Kwa hiyo wanaamini mwandishi huyu hakuwa Myahudi, bali alikuwa ni aidha ni Mhispaniola ambaye alikuwa ni Muislamu, au alikuwa ni Myahudi aliyetokea pande za huko Hispania huko au Ureno. Na wanasema hivi kwa sababu unapoisoma hii Injili ya Barnaba unakuta kwamba mwandishi huyu kusudio lake kuu ilikuwa ni kuthibitisha yale ambayo Qur'an inapinga juu ya Ukristo. Kwa mfano, kwenye Injili hii ya Barnaba inadai kwamba Yesu si Mungu, mojawapo ya mambo inadai, lakini pia inadai kwamba Yesu hakusulubiwa. Na katika kuzungumzia kwamba Yesu hakusulubiwa, Injili hii ndio inazungumzia ndani mwake kwamba Yesu alitolewa katika miujiza katika ule msalaba, badala yake aliwekwa Yuda Iskarioti, kwamba Mungu alifanya muujiza ambapo wakati wanamkamata kwenda kumsulubisha, wale wakamataji wakamkamata Yuda Iskarioti akafanana na Yesu, na Yuda Iskarioti ndio alitundikwa pale msalaba na si Yesu Kristo. Na kingine kikubwa, inamzungumzia Yesu kama ni mtangulizi wa nabii mwingine ambaye katika hii injili anamzungumzia kwamba atakuja nabii anayefahamika kama Muhammad, na huu ndio ubashiri. Sasa injili hii inaweka yale mambo ambayo Qur'ani inayaweka bila ya uthibitisho wote katika injili tunazozifahamu, kwamba Injili ya Mathayo,
Marko, Luka na Yohana. Kwa hiyo mwandishi huyu anatunga hii Injili kujaribu kuja na kitabu ambacho kitaleta zile hoja katika kitabu kingine ambacho anakuja na kita Barnaba. Sasa tukumbuke jambo moja la msingi sana. Barnaba, hili jina, Injili hii inaandikwa katika jina la mtu anayejiita kwamba Barnaba, akimaanisha mmoja wapo wale wanafunzi 12 wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini jambo kubwa kabisa na la msingi ni kwamba Wakristo na wataalamu wa maandiko wanasema kitabu hiki ni cha kughushi, na kwamba mwandishi hakuwa Barnaba, na kuna ushahidi mwingi sana ndani ya kitabu kwamba kitabu hiki kiliandikwa mnamo kwenye karne ya 14 na si kabla ya hapo, kwa sababu kitabu chenyewe wanapokisoma na kukichanganua wanakuta wazi kabisa ziko alama nyingi au viashiria vingi kwamba kitabu hiki kiliandikwa kwenye karne ya 14 na si kabla ya hapo. Kwa hiyo haiwezekani yule Barnaba angeweza kuwa hai kutoka karne ya kwanza mpaka karne 14. Tunazungumzia miaka zaidi ya 1300 baada ya huyo Barnaba kwamba angekuwa amekwisha kufa. Kwa hiyo haiwezekani kwamba kitabu hiki kiliandikwa karne ya kwanza. Ni kitabu kilichoandikwa kwenye karne ya 4. Kwa mfano, katika kitabu hiki kuna makosa kadhaa mwandishi anayafanya. Kwa mfano, anafanya makosa ya kihistoria. Kwa mfano, mwandishi anazungumzia jubilei ya Kiyahudi kwamba inafanyika kila baada ya miaka 100. Unapokwenda katika vitabu vya Wayahudi katika Agano la Kale, katika Torati, unaona Mungu akiwaagiza Wayahudi mwaka wa jubilei kuwa kila baada ya miaka 49, mwaka wa 50 unakuwa ndio mwaka wa jubilei. Huyu mwandishi anazungumzia kwamba jubilei inabadilika inafanyika kila baada ya miaka 100, kwamba huyu mwandishi alikuwa haujui utaratibu wa Wayahudi katika jubilei. Na kosa hili analifanya kwa sababu katika historia mwaka 1300 kulikuwa kuna papa aliyefahamika kwa jina la Papa Boniface. Huyu Papa Boniface alipitisha sheria ya kubadili jubilei katika kanisa Katoliki kutoka miaka 50 na kusema kwamba jubilei ifanywe katika miaka 100. Lakini miaka kadhaa baadaye, mwaka 1343, papa mwingine anakuja na anatengua uamuzi wa huyu Papa Boniface aliyofanya mwaka 1300. Papa huyu mwingine mwaka 1343, papa anabadili kutoka katika miaka 100 na anafanya jubilei kwa miaka 25. Kwa hiyo hii ni ishara mojawapo kwamba hichi kitabu kiliandikwa kati ya mwaka 1300 na mwaka 1343, kwa sababu anaizungumzia jubilei inafanyika katika miaka 100. Jambo jingine kubwa ambalo huyu mwandishi wa kitabu hiki cha Barnaba analifanya, ambalo linatuonyesha huyu mtu hakuwa anafahamu, haikuandikwa katika karne ya kwanza, anazungumzia divai kuhifadhiwa katika mapipa ya mbao. Sasa katika karne ya kwanza ya Israeli wakati ule, au Judea na Samaria, divai ilikuwa inahifadhiwa katika vyombo vya aina mbili, aidha katika mifuko maalum au vyombo ambavyo vinaitwa viriba, ambavyo vilikuwa vinatengenezwa kwa ngozi ya wanyama, au viungu maalum vilikuwa vikitengenezwa kwa udongo. Wakati huu mapipa ya mbao kuhifadhia divai ilikuwa ni kitu ambacho bado hakijavumbuliwa, na uvumbuzi wake wala haukufanyika katika nchi ya Israeli. Uvumbuzi wake ulifanyika katika nchi za Europa huko, na ilikuwa ni karne za baadaye sana. Kwa hiyo tunaona kabisa anapozungumzia divai kuhifadhiwa katika mapipa ya mbao, tunaona hiki ni kitabu kilikuja baadaye sana. Kitu kingine ambacho tunaona katika kitabu hiki ni kwamba mwandishi anazungumzia mifumo ya kisheria na mifumo ya kitawala ambayo karne ya kwanza haikuwepo, kwa sababu karne ya kwanza Judea na Samaria vilikuwa chini ya utawala wa Kirumi. Mfumo ambao mwandishi wa Injili ya Barnaba anauzungumzia wa kitawala haukuwa ukitumika na Warumi wa karne ya kwanza wakati wa Ukristo unatokea. Anafanya makosa mengine makubwa sana ya kijiografia. Mfano, ndani ya Injili hii utasoma kwamba mwandishi anasema Yesu alipanda jahazi kwenda Nazareti. Sasa Nazareti ni mji wa ndani, sio mji wa pwani. Haupo katika pwani ya Mediterania wala haupo katika bahari ya Galilaya. Kwa hiyo tunaona kwamba mwandishi huyu hakuwa akitokea Judea na Samaria, kwamba huyu mwandishi hajui hata jiografia ya Judea na Samaria wakati ule, haujui mji wa Nazareti. Anafanya kosa jingine ya kijiografia anapozungumzia mji wa Tiro, kwamba Tiro huu mji upo karibu na mto Yordani. Sasa mji wa Tiro kwanza ni mji uko pembezoni kabisa ya bahari, ni mji wa kwenye pwani kabisa ya bahari ya Mediterania. Yeye huyu mwandishi anauweka kwamba mji huu upo karibu na mto Yordani, na mto Yordani uko mbali kabisa
na ile bahari Mediterranean. Kwa hiyo ni makosa makubwa mengine ambayo yanathibitisha mtu huyu anaandika kuhusu maeneo ambayo alikuwa hayajui. Jambo jingine kubwa tunaona wataalamu wa maandiko wanathibitisha hii Injili haikuandikwa na Barnaba wa karne ya kwanza, ambaye kwanza Barnaba alikuwa ni Myahudi. Kwa hiyo tunapata hisia kamili kwa mujibu wa wataalamu kwamba aliyeandika hii Injili wala si Barnaba, mmoja wapo wale wafuasi wa Kristo, wale wafuasi wa kwanza wa 12. Na kitu kikubwa zaidi anakifanya ambacho kinawafanya wataalamu waweke Injili hii kuandikwa katika karne ya 14, nilikutajia ile kuhusu Jubilei, lakini jambo jingine analiweka humu, anazungumzia mbingu, kuzimu na paradiso katika dhana ambayo inafanana kabisa na jinsi mwandishi mmoja fahamikae kama Dante Alighieri wa karne 14 aliandika poem inaelezea mbingu, kuzimu na paradiso katika karne 14 ambayo inafahamika kama Dante's Inferno. Huyu Dante Alighieri alikuwa ni Mfaransa na anaelezea hizi mbingu, paradiso na kuzimu katika namna ambao huyu mwandishi wa kitabu cha Barnaba anakili mfumo ule ambao sivyo ambavyo katika vitabu vya Kiyahudi vya Agano la Kale na Agano Jipya vinazungumzia hii dhana ya kuzimu na mbingu pamoja na paradiso zilivyo. Kwa hiyo tunaona kwamba huyu mtu anakuja na dhana ambayo inatokea kwenye karne ya 14 na si kabla ya hapo. Kitu kikubwa kabisa Waislamu wanapochukua hichi kitabu wanajikuta wanajiingiza katika contradiction kubwa sana, kwa sababu wakati kitabu hiki kinabeba yale dhana ya yale ambao wanayaamini kutoka Qur'ani, kwamba kwa mfano Yesu si mwana wa Mungu, kwamba Yesu hakufa msalabani, na kwamba Yesu anakuja na tabiri Muhammad kwa jina na anasema kwamba yeye ni mtangulizi. Mwandishi anafanya kosa kubwa sana ambalo linapingana na Qur'ani. Kwa mfano anamzungumzia Yesu kwamba Yesu si Masihi na kwamba Masihi ni Muhammad ambaye atakuja. Sasa katika Qur'ani unaposoma kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu na katika Qur'ani yenyewe, Yesu anaitwa moja kwa moja ni Masihi. Lakini pia hakuna sehemu yoyote katika mafundisho ya Qur'ani, si katika Qur'ani wala katika hadithi, ambao Muhammad anaitwa Masihi. Na katika manabii wote ambao Qur'ani inawazungumzia ni Isa bin Maryam peke yake, ambao anasema ni Yesu Kristo, ndio anapewa jina hili la kuwa au sifa ya kuwa Masihi. Kwa hiyo mwandishi mwenyewe naye pia anatengeneza contradiction, kwamba yeye mwenyewe wakati anaandika Qur'an, anaandika Injili hii, anaandika pasipokuwa na ujuzi wa kutosha au ufahamu wa kutosha kuhusu theolojia ya Kiislamu dhidi juu ya huyo Isa bin Maryam. Kwa hiyo nia kuu hapa katika kuletea makala hii ni kuthibitisha kwamba Muislamu, ndugu yangu, unavobeba hii Injili ya Barnabas au Gospel Barnabas kuwapelekea Wakristo, kujaribu kuwashawishi kwamba hii ni Injili ya kweli ambao Wakristo waliificha zaidi ya miaka 1500, unabeba ujinga ambao wewe mwenyewe huufahamu. Kwa hiyo lakini pia ufahamu ni kitabu ambacho hata wewe mwenyewe pia kinapinga imani yako ambayo imeandikwa katika Qur'ani kuhusu huyu Isa kuwa Masihi. Kwa hiyo kwa wewe Mkristo unaangalia video hii, nia hapa ni kukuonyesha hichi kitabu kisiumbishe imani yako. Ni kitabu kilichoandikwa kwenye karne ya 14 kwa mtu ambaye alikuwa haifahamu Yudea na Samaria, hafahamu imani ya Kikristo, hafahamu vizuri imani ya Kiislamu, ambayo alikuwa anajaribu kuitetea kwa kuja na kitabu cha kukushi hichi. Ni kitabu cha upuuzi na hakitaki kuchukuliwa kwa mantiki yote vile kwamba ni kitabu cha Kikristo au kitabu cha kale ambacho wanafunzi wa Kristo waliamini, au ndivyo maisha ya Bwana wetu Kristo yalivyokuwa. Kwa hiyo ni upuuzi mtupu hichi kitabu hiki. Kwa hiyo hutaki hata dakika moja kukiamini. Na wewe ndugu yangu share ambao unaitumia kitabu hiki, nikwambie tu wakati wako umefika sasa, uachane na hicho kitabu. Umepoteza pesa nyingi kama unavyosema, umekinunua kama shilingi 6,000 hivi ya Kenya au sijui shilingi 3,000, sikumbuki sawa figa unasema. Usiendelee kupoteza pesa zako, lakini pia usiendelee kufanya hadaa hii kwa sababu haikusaidii, lakini inakuweka hata wewe mwenyewe pia katika hali ya upotovu na kuja katika nafasi ambayo unaikosa fursa ya wokovu ambao Bwana wetu Yesu Kristo alitupa pale msalabani Golgotha, akafa na akafufuka siku ya 3. Na anasema mwenyewe, mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mungu akubariki sana.